Okay, naomba tuungane mwanzo mwisho katika mzigo ambao unaenda kwa jina la To Find My Wife. Sasa mzigo wenyewe unaanzia maeneo ya jikoni, tukutana na bidada ambaye anaenda kwa jina la Ego, na hapa tutakutana na mama ambaye inaonekana wa makamu. Anafika pale anamwambia tayari umeshajiandaa, lakini naomba basi ukavae zile nguo nzuri kwa sababu mtoto wangu anakuja. Mama yule anafurahi na manoma, akaamua kumwacha bidada yule ambaye anaenda kwa jina la Ego ili aweze kwenda kujiandaa. Sasa bidada ilibidi aingie chumbani kwake, inaonekana ametupia nguo fulani, umbo lenyewe inaonekana namba 8. Hata ingekuwa ni wewe ukimtazama, nahisi kama mwanaume ambao umekamilika ungesema yes, yes. Sasa mama ilibidi aingie pale kwenda kumwangalia bidada yule ambaye anaitwa jina la Ego, kasema, mwanangu, kweli umbo umeumbika. Mungu amekujalia. Najua mwanangu akikuona hapa, najua tadata kinoma noma." Akawa anacheka, lakini akamwambia kwamba hebu toa hiyo ndani, najua mwanangu akikuona atafurahi kinoma noma. Sasa mama akawa amesipa zake. Sasa muda kidogo unapita namna hiyo, tunaona geti linafunguliwa, na hapa sasa tunaona gari fulani inaingia katika mjengo huo. Gari ya kishua, gari ya kitajiri. Inaonekana sio maisha ya jamba naye tia mchuzi. Sasa mama alikuwa kwenye gari, na mama yake anampokea. Hapa nasalimiwa na getimani, lakini hapa bidada ametoka Ego naye anakuja na bashasha. Lakini wewe unashangaa. Nasema mamangu vipi? Anamwangalia juu mpaka chini. Nasema Mungu wangu, mbona kituko hiki? Nasema hapa na mume wangu. Sasa bidada yule inaonekana alikuja vibaya. Sasa mama anaingia ndani na afoka, anamwambia mume wangu, kitu gani ambacho nimetia? Mbona umetia kitu? Nasema hapana mwanangu, hebu cool down, tuongee taratibu. Huyu ni mwanamke ambaye ametoka kijijini. Mwanamke anaonekana Madi. Anasema hapana mama, hata kabla kutoka kijijini. Yule mimi hatuendeni na mimi. Lakini mama yake anajaribu kumwelekeza. Sasa ilibidi arudi huku kwa Ego aweze kuja kumwangalia. Wanakuambia bidada Ego hajapendezwa na ile tabia ambayo ameonyeshwa na mama ambaye aitwa Lei. Analia huko, bidada amejipodoa mpaka mweka shudu ya Kihindi, bidada wa kijijini. Sasa mama yake anamwambia hapana mama, mimi hanipendi. Inaonekana soza kabisa nimeweka mpaka shudu ya Kihindi kama zida kijijini. Akasema hapana bwana, wewe nenda ukanao yatoke kichwani. Sasa bidada ilibidi aje kumkaribisha mamba ambaye aitwa Lei kwa ajili ya kuja kupata chakula, kwa sababu mamba ndo amefika nyumbani. Mamba anamwangalia juu mpaka chini. Bidada inaonekana na aibu kinoma noma kwa sababu ni bidada ambaye ametoka kijijini. Sasa inafika nyakati za asubuhi fulani hivi, bidada yuko zake anakanda mandazi. Sasa mamba anashuka ashangaa. Akasema Mungu wangu, unafanya nini? Akasema anatengeneza kwa ajili. Sema nini? Mtoe mikono. Ibida mwiti akasema endelea. Mwiti mama yake, mama akasema angalia anachokifanya hiki. Yaani nakanda mandazi kutoa mikono yake. Alafu mimi nile. Sema mama siwezi nikala. Akasema mwanangu nisikilize, ni kawaida. Akasema mama hicho chakula siwezi kula. Mama akaamua kusiba zake akiwa amechukia. Sasa nashangaa. Akasema nini hiki? Lakini mama akamwambia nisikilize. Hebu nenda huko jikoni, mimi nitajua naongea na mwanangu. Sasa hapa na kila mamba afurahi. Sasa nafika muda wa chakula. Mamba alipofika pale karibia chakula, alichukua maji tu akanywa. Akasema mama nashukuru kwa chakula ambacho amepiga bidada ambaye aitwa Ego. Mama kama kusifa zake hata chakula cha gusa. Je, unaonaje tabia hii, ni nzuri au ni mbaya? Mama anashangaa. Sasa muda ule mamba ilibidi aingie zake location fulani hivi, amepoa zake na rafiki yake ambaye anaitwa Maki, wako na kula zake. Lakini mamba anamwambia kwamba leo nimekutana na kituko, yani mama yangu ameitia mwanamke wa vijijini, hajui kupika, hajui kufanya nini. Lakini upande wa pili huko mama yake na Maki anamwambia kwamba nisikilize, mwanangu atakupenda, mimi naamini, lakini hebu ishi katika nyumba hii kwa sababu umetaka kuondoka, uishi kama mama wa mjengo, mpende mwanangu, najua atakupenda. Sasa siku zimepita na mamba tayari anaishi kwenye mjengo na bidada ambaye anaitwa Ego. Sasa leo amerejea nyumbani na rafiki yake, anashangaa. Anasema nini hiki? Anasema hizo nguo nilianika hapo baada ya kuwa nimefanya usafi, sasa zilikuwa zimenyeshewa. Anasema angalia, yani nguo unaandika kwenye masofa, alafu sebleni nimekuja na mgeni. Mimi mgeni anichukuliaje? Sasa mambo anamfokea kinoma noma na mabaya. Unaona rafiki yangu Maki, nikishakwambia hapa hakuna mwanamke. Yani mwanamke ajitambue, ajielewe. Yani anaandika nguo sebleni, alafu kwenye masofa. Alafu sisi tunakaa wapi? Akamwambia bidada ilibidi achukue vitu vyake. Akamwambia nenda huko bwana. Akamwambia mamba anamfokea kinoma noma, lakini Maki anamwambia kwamba taratibu mtaelewana. Sasa tunarudi upande wa pili huku, tunakutana na bidada ambaye kwa Sandra pamoja na Joyce. Hawa ni marafiki ambao wanapendana kinoma noma. Sasa mamba ambaye anaitwa Maka anatoka na bidada ambaye anaitwa Sandra, anaingia ndani, anakutana sebuli imechafua kinoma noma. Kamwambia mpenzi wangu, nini hiki mnaishi hapa? Yaani umekaa mwanamke tu anda usifanye. Sasa bidada ambaye Joyce anamwangalia, akasema ndio mnaishi kwenye nyumba hii namna hii? Mamba amepoa zake, bidada ambaye Sandra ibida mfada. Anamwambia mpenzi wangu, nini unanifanyia nini? Yaani nikomea mbele ya rafiki yangu. Mimi sijapenda. Ujue mimi ni mwanaume, ni mwanamke ambaye nakupenda sana. Sijapenda kabisa. Akasema kumbe, okay, fine, basi endelea na maisha yako, yameisha. Mamba ibida ongea maneno ya kiume na bidada kama ameondoka zake. Sasa siku nyingine imekatika, bidada nyakati za asubuhi. Ndio hivyo anaandaa chakula cha mume wake, anafurahi kinoma noma, anaimba nyimbo za kitamaduni.
wale ambao wanajua kwetu kule najua wanafurahi kinoma noma. Sasa mwamba yuko zake kazini, anawaambia wafanyakazi zake kwamba tufanye kazi kwa bidii kwa sababu inabidi tuweze kupata fedha. Sasa bidada baada ya kuwa ameweza kuandaa chakula anamletea mwamba kazini kwake kwa sababu ni mume wake. Sasa mwamba ile chochote kitu, bidada ndio hivyo amekuja amepiga nguo zake za kijini. Sasa mwamba anamshangaa. Sema hivi vipi? Hebu tokeni kwanza hapa niongee na huyu mtu. Sema hii wewe vipi? Hivi unajielewa? Yaani umekuja sema hapana mpenzi wangu, unajua mume wangu nimekuletea chakula. Sema kwa watu wanakuonaje nimekuja nimevaa hivyo. Bidada anajieleza lakini mwamba mpaka anashangaa anabua kofia anasema Mungu wangu. Mama ameniletea kituko kinoma noma, lakini bidada amechopoa akiwa anaamini kwamba mume wake atakipenda chakula hiki. Lakini mwamba anamwambia kwamba hebu nakuomba, hebu ondoka maeneo haya kwa sababu nitakufanya kitu kibaya. Bidada anafukuzwa maeneo ya kazini kwa mume wake ambapo anafanyia kazi. Bidada ilibidi aondoke zake. Sasa nyakati za usiku zimefika. Bidada anaishi na mwamba ambaye anaitwa Irei kama mke na mume. Sasa nyakati za usiku ndio muda wa kupata burudani. Bidada anafika na kadhaa kitandani, namwambia time nimeshaoga, kitu iko pure, njoo enjoy. Nasema je, kuenjoy? Mapenzi hawezi kwenda hivyo. Hebu jaribu kuwa romantic kwa sababu akili na mawazo inabidi yawe kwenye mapenzi ndipo tuweze tukaenjoy swala la mapenzi. Sasa bidada anashangaa, anamwambia nini? Akasema ndio, hebu ngoja nije hapo nipe kichwa. Sema kichwa tu nahitaji kichwa kidogo. Sasa fika pale mwamba anaenda kuchukua kichwa hicho kutana nacho. Sasa bidada anashangaa, nimekupa kichwa sasa mbona unadondoka chini? Anamwambia mpenzi wangu, mume wangu, hebu akasema niache bwana, pumbavu kabisa. Mwamba amedondoka chini baada ya kuwa ameenda kuchukua kichwa tu kimemponza. Sasa nyakati za asubuhi mwamba amelala kwenye sofa, bidada ambaye aitwa Ego anakuja. Akamwambia pole bwana mume wangu, mimi sikutemeleza. Toka hapa bwana, unataka tena univije kichwa kingine? Sasa mwamba anaogopa kile mwanaume kwa sababu alichokutana nacho wakati za usiku, katamani kimrudie. Ilibidi asimame pale, akamwambia kama nataka kulipia kichwa mimi naondoka zangu. Sasa tuachane na huko, tunarudi upande wa pili kwa mwamba ambaye aitwa Maka. Mko na mpenzi wake Melisandre anakuambia ni kivumbi na jasho, mtoto akishua mwamba naye akishua, lakini mwanamke anavyoishi anamwambia mimi sio mfanyakazi, kama unataka kupika pika mwenyewe lakini siwezi kukupikia wewe. Sasa mambo yeye yakati za asubuhi, bidada ambaye aitwa Ego yuko zake anafanya usafi, lakini mwamba naye ndo anakuja anamwambia mbona unavaa nguo za namna hiyo? Sasa yani wewe mwanamke ambaye unaongelea na mimi, inabidi uende unasema hapana bwana, bwana niko vizuri hapa, niko vizuri kabisa, hata usijali mume wangu. Asema hapana, nisikilize, mimi siwezi kuishi na wewe. Sasa bidada anajisikia vibaya mpaka analia kabisa. Namwambia unalia nini sasa? Nakwambia kesho nayo kununua nguo, wale wako ndio kuvaa hizo nguo. Mwamba kama kondo zake na kumwacha bidada ambaye aitwa Ego yuko zake analia. Sasa siku iliyofuata tayari mwamba ameshaenda zake shopping, ashamnunulia nguo kali. Sasa bidada anakuja amevaa kinini fulani, shape linaonekana, mwamba anafurahi, anasema yes, natamani nikuone unaonekana namna hiyo. Bidada shape lote hili, mwamba anafurahi, anamwambia hebu tupande kidogo, lakini bidada naye anaziba nyasha, anamwambia acha hiyo nyasha ya kwangu. Ilibidi apelekwe tena huko saluni aweze kupendeza. Mpaka bidada anashangaa, anasema Mungu wangu, huyu ndo mimi? Akasema ni wewe. Akasema Mungu wangu, mbona siamini, mbona nazidi kuwa mzuri kweli. Kizuri kikiongezwa na vingine kinazidi kuwa vizuri. Ndivyo bidada ambavyo anaonekana. Sasa hapa ametoka naye out, lakini bidada kabisa amevaa vidatu fulani hivi, hawezi kutembea. Sasa mwamba anakasika kinoma noma. Sasa upande wa pili huku Maka pamoja na Sandra anakuambia nisikilize, wewe ni mwanamke, kama huwezi kunanipikia naomba tuweze kuachana. Lakini bidada anamwambia kwamba nisikilize, mimi sio sirevu, mimi sio mfanyakazi wako, mimi ni mwanamke kama wewe, kwa hiyo ni pass kwa person. Sasa upande wa pili mwamba amechoka, anamwambia kwamba bidada ambaye aitwa Ego, anamwambia hebu naomba uweze kuondoka, siwezi kuishi na mwanamke ambaye hata kiasi kuna kufundisha uweze kueleweka, hebu chukua bagi zako ondoka. Mwamba anaanza kumfukuza bidada ambaye aitwa Ego kwa sababu anatamani badilika, lakini bidada ndio hivyo habadiliki. Sasa mwamba ambaye aitwa Lei ilibidi amfukuze bidada ambaye aitwa Ego akiwa anaamini kwamba atapata mwanamke mwingine ambaye anaendana naye. Na bidada ambaye anaitwa Ego yuko zake getini huku anafuzwa na mfungua geti na mwambia nenda zako na maisha. Je, yapi ambayo yatajiri katika sehemu ya pili? Kitu ambacho nakukumbusha, comment, like pamoja na kusubscribe ili tuweze kupata sehemu ya pili hapo haraka. Mimi ni Brad King.